moja. Kamuulize mtu alianza kuotesha mchicha pale, alipata wazo kapya. Hauwezi ukaenda mbele kama hujapata wazo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu litakalo kusababisha kwenda viwango vingine, kataa kuhurumiwa. Kataa kuhurumiwa. Ondoa tabia ya kutaka kuhurumiwa na kusaidiwa. Jamani, Yesu atusaidie. Jamani, Yesu atusaidie. Haleluya. Kuna watu wanapenda kuhurumiwa. Kuna watu wanapenda kufanyaje? Kuhurumiwa. Ukisoma Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 6 mpaka 12 utaenda kusoma kwa sababu ya muda wangu. Paulo anasema kwa masumbufu na kwa taabu nilifanya kazi usiku na mchana ili nisimlemee wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Paulo alikuwa na upako, alikuwa ni mtumishi, lakini alikataa mazingira ya kuhurumiwa. Unajua, mfano mimi nimekuja hapa na hubiri na sasa, jamani, haleluya. Unajua jamani, nimetoka mbali. Kwanza tu kufika hapa nimefika kwa shida, na yenyewe ni shida. Si unajua hapa naanza kutafuta na huko. Si mnaelewa jamani? Au mshaona kwamba mtu anakuja anasimama hapa, jamani, Bwana Yesu asifiwe, wapendwa, amina. Mimi nimewatembelea jamani. Nina mgonjwa mahali fulani. Chakula chenyewe tuna. Unajua kabisa huyo hajaja kusema, ila anakuja kutafuta nini? Hela kwa ajili ya kupeleka kwa nini? Kwa mgonjwa. Kwa hiyo watu wengi sana wamekwama kwa sababu wana tabia ya kutaka kuhurumiwa. Anaishi mazingira ya kutaka kuhurumiwa, aonewe huruma, muda wote aonewe huruma ili asaidiwe. Sikiliza nikwambie, inawezekana uko mahali hapa. Labda kama wazee wangu kama huyu anaweza kusaidiwa. Kwa umri aliofikia huyu namsaidia. Lakini binti kama huyu anataka afanyeje? Ahurumiwe. Anaanza kutengeneza tabia ya kuanza kuhurumiwa kuanzia leo. Unafikiri atatoka? Kwa nini nchi nyingi za Kiafrika mpaka ni maskini wakati wana madini, wana maziwa? Yeye anakuambia hivi, katika nchi nyingi za Kiafrika zina utajiri, nchi zetu zina utajiri wa hali ya kutomtu. Zina madini, zina mito, zina maziwa, zina mbuga, zina mifugo. Ukienda kule kwa wazungu hawana haya mambo. Wanakuja kuchukua. Nilikuwa nasikiliza bunge juzi, wanasema mwaka ulioisha India iliongoza kuuza Tanzanite kuliko Tanzania. Wakati Tanzanite iko Tanzania, lakini India akaongoza kuuza Tanzanite. Kwa nini? Tunapenda kuhurumiwa. Tunasema sisi jamani ni maskini. Na shetani linapitisha nyinyi maskini. Kwa nini? Tunapenda kufanyaje? Kuhurumiwa. Watu watuhurumie, watu watupe msaada. Sisi nakwambia ni kitu kibaya. Lakini ukipenda kuishi katika mazingira ya namna hiyo, nataka nikwambia mtoboi. Jamani, Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe. Mfano ndani yako mngekuwa mnapenda jamani, tuko wachache tutaweza kweli. Lakini mko mnasimama na vile mwasema kwa nasimama hapa. Anasema tunajenga, sio ni dola yetu, ndio lengo letu. Hiyo kauli ni kauli ya kuhurumiwa hiyo. Hiyo kauli ya kuhurumiwa. Tunajenga ndio lengo letu. Sio kauli ya kupaua. Tunafanyaje? Kupaua ni lengo letu. Hiyo sio kauli ya kuhurumiwa. Usipende kuhurumiwa. Kuanzia leo ondoa maisha ya kuhurumiwa. Jamani, Yesu asifiwe. Dada zangu, usipende kuhurumiwa. Jamani, Yesu asifiwe. Na ndio maana kwa dada mnaachwa. Mchumba anakuja tu leo, yani amekuja tu kusema neno. Kesho naanza baba, unajua sasa simu ya kaji. Nataka simu ya kaji. Hii tu tunawasema kwa njia ya nini? Ya WhatsApp. Nataka kaji. Mara sasa kwa kijana watu anaogopa kuacha, ananunua kataji. Kesho tena, nafikia mama anaumwa na hana chochote. Kijana anaona kwa sasa nitakuwa mgodi, anaanza kupunguza mawasiliano. Ghafla unapiga simu ipekee, kunga sharp block. Wakati mwingine ishi hata kama hauna ni kama unavyo. Unakuja kanisani, unajua hata kanisani wengine wao humu tunavyozungumza wanapenda kuhurumiwa. Yeye akija kanisani, yeye anajifanya mnyenyekevu, tazama amejaa Roho Mtakatifu. Kumbe anataka na anavyoamka anasema, baba nisaidie. Yeye anataka amuone mhurumie. Nakwambia inawezekana ukatoka nyumbani hakuna taunga, hujui kitaeleweka, lakini ukifika mahali hapa unamwabudu Bwana kama unavyo. Unasema wewe ni Bwana, wewe ni Mwokozi, wewe ni mfalme, wewe ni jemedari. Haleluya.
unavyo